nitakayowapa ninyi. Ishirini. Kwa maana mimi nilipo, naye akiisha kushukuru akaumega akasema, huu ndiyo mwili wangu ambao ni kwa ajili yenu, fanyeni hivi kwa kunikumbuka, au kwa ukumbusho wangu. 25. Vivi hivi baada ya kula akakitwaa kikombe akisema, kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu, fanyeni hivi kila mnywapo kwa ukumbusho wangu. 26. Maana kila mlapo mkate huu na kuinywa kikombe hiki mnatangaza mauti ya Bwana mpaka ajapo. 27. Kwa hiyo mtu yoyote alaye mkate huo au kukinywea kikombe hicho cha Bwana isivyostahili atakuwa na hatia ya dhambi dhidi ya mwili na damu ya Bwana. 28. Inampasa mtu ajichunguze mwenyewe kabla ya kula mkate na kunywea kikombe, kwa maana mtu yoyote aulaye na kunywa pasipo kutambua mwili wa Bwana anajiletea hukumu juu yake mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kabla sijaendelea mbele, nikupe kitu kama hiki, kwamba nini kinakutofautisha unapokula au unaposhiriki meza ya Bwana. Anasema walikula kama baba zenu, lakini wakafa. Kwa hiyo nini unachotakiwa uwe nacho au jue kuhusiana na meza ya Bwana? Unatakiwa uwe na ufahamu. Uwe na ufahamu juu ya hiyo meza ya Bwana. Mungu anachukia mtu anayefanya jambo asilokuwa na ufahamu nalo. Kwamba kila kitu nachotakiwa kufanya kwenye